ngoja mimi sifanye kazi. Nazungumza tu kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijivuni. Nazungumza habari za Yesu. Mimi alikonitoa ni mbali. Nilikuwa niko chini. Ndugu zangu walikuwa wananidharau mpaka wananitemea mate. Lakini leo hii hakuna mtu wa kunidharau. Wewe uliokoka umechukua fungu lililo jema. Haijalishi upitia wakati gani. Mimi kwenye ule mji nimechota maji ya toroli. Nimekata mkaa nikaweka kichwani kusomba kuuza. Sikutaka familia yangu ilale njaa hata siku moja eti kwa kuomba kuchafuka. Fanya kazi kama mtumwa ili uishi baadaye kama mfalme. Nina mambo mengi ya kusema lakini kwa leo ngoja niishie hapa. Ninachokusema ninasema kitu halisia. Achana na maneno yale kwamba eti kuwa tajiri si mpaka uwe mtoto, si uende Freemason, si ufanye nini. Kuwa tajiri, utajiri na heshima vinatoka kwa nani? Mungu ndiye huinua na Mungu ndiye hushusha. Acha wale wa Freemason na washetani wafanye vya shetani. Na wao ili waweze kupata hivyo huwa wanatoa kwa Mungu wao sana. Sasa na sisi tutoe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mimi nitoke hapa, lakini ndani ya mwezi wa 5 mwishoni mpaka mwezi wa 6 mwishoni nitaweka viti 10 pale, viti 10 pale, viti 10 pale. Asanteni. Mungu awabariki. Baba wa utukufu, Mungu wa milele, mfalme wa amani, Mungu mkuu mwenye nguvu za mamlaka, nakushukuru kwa sababu nimekuwepo mahali hapa kwa mtoto wako na mtumishi wako ambaye umemuita kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu, ninaomba kwa uwezo wako na nguvu zako Bwana, bariki neno hili. Watoto wako wapate kuishi, wapate kutembea katika hili, wapate kulinena, walalapo, watembeapo. Bwana Mungu wa majeshi, ukawabariki na kuwainua kupitia jina la Yesu. Wote tuseme amen. Mungu awabariki sana. Amen. Haleluya, haleluya. Unajua tulifahamiana mara moja tu na tukapendana mara zote. Amen. Na tumekutana kwenye mikutano tukiwa wahubiri. Sasa akitoka huyu nikirudi mimi, mtu kama yuko mbali wanasema ni yule karudia. Kwa hiyo tulinywana roho. Na wanasema ukikutana na mtu aliyefanikiwa ni lazima aache umefanikiwa. Haleluya, haleluya. Sasa niwaombe watumishi wa Mungu, washirika wa kanisa hili. Si tunamlilia Mungu kila siku tuinuke. Sasa hatutasubiri wazungu. Sasa kuna wazungu wa Afrika wapo, Mungu ameshawabariki. Sasa Mchina unakuwa bosi wa Mchina. Amen. Naomba tuje hapa mbele aseme kitu kwa kila mmoja. Haleluya. Aseme kitu, hii ni kwa ridhaa ya mchungaji. Wanaziuza. Aseme kitu kwa kila mmoja. Amesema amebarikiwa kiroho, kimwili, kiuchumi na kiafya. Na hizo ndio baraka. Haleluya. Huwezi kubarikiwa unasema una drive, ukasema una nini, lakini afya mgogoro. Hiyo sio baraka bado. Mungu anapotubariki, anatubariki katika nyanja zote. Kwa hiyo ukikuta mtu ametangulia katika eneo fulani, anaweza kusema kitu na mbingu zikasikia. Karibu sana. Haleluya. Basi tuombe. Jambo la muhimu tu ni moja. Neno la Mungu linasema katika Ibrania 11 mstari wa 6, nasema kila amwendaye Mungu lazima kuamini, sio hiari, ni lazima aamini kwamba yeye yupo na huwapa thawabu. Thawabu ni zawadi. Thawabu ni kitu cha thamani wale wamtafutao, wale wamwendea. Kwa hiyo amini. Ninaomba unapofika mahali hapa, wewe mwambie Bwana,
kile ambacho natamani moyo wako. Mwambie Bwana na uongeze kiwango chako cha imani. Bila sababu tunatoka utukufu kwenda utukufu, tunatoka nguvu kwenda nguvu. Mungu anaweza kukusaidia kwa eneo lolote lile. Haijalishi uko unafanya kazi gani, haijalishi uko kiwango gani, Mungu yeye anajua, anaweza kukusaidia. Nataka kwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, ninakuja kwako tena jioni ya leo Bwana, jioni ambayo umeifanya kwa ajili yetu Bwana, jioni ambayo umenikutanisha na watoto wako Mfalme, watoto wako ambao waita kwa jina lako Bwana. Mungu, ninaomba kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai, Mfalme Mungu mwema, Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye utukufu. Baba, mtumishi wako Yohana alisema tufanikiwe kama roho zetu tunavyofanikiwa katika mambo yote. Baba, katika jina la Yesu Kristo Yohana, nakabidhi mikononi mwako Bwana. Hawa ni watoto wako Bwana, hawa ni wajumbe wako Bwana ambao wako hapa kwa ajili ya kukuwakilisha wewe Baba. Katika jina la Yesu ninaomba Bwana uwasaidie, uwajalie kila mmoja haja ya moyo wake katika jina la Yesu Kristo Yohana. Sifa zote ni zako, utukufu wote ni wako, heshima ni yako. Tazama wengine hapa wako wamesoma lakini hawana kazi. Tazama wengine Bwana Mfalme, akili zao zimefungwa, hawanafanya kazi gani? Kila kazi anaiona ni nzito, kila kazi anaiona haiwezi, kila kazi anaiona haimfai. Lakini Bwana, wewe unaweza kumpa macho ya kuona ni kazi ipi Bwana ambayo Mungu amewekea, ambayo Bwana utabariki na kushangaza ulimwengu ya kwamba uko Mungu unayebariki Bwana. Wewe ni Mungu unayetutoa mavumbini, wewe ni Mungu unayetutoa jani, wewe ni Mungu unayetutoa chini, wewe ni Mungu ambao unatuvua mavazi ya aibu, mavazi ya magunia na kutuvika mavazi ya sifa. Unatuvua mavazi ya Bwana ya aibu na kutuvika mavazi ya sifa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Niangalie kanisa lako Bwana, uangalie watoto wako Bwana kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Naomba Bwana wabariki, naomba Bwana wabariki, naomba Bwana wabariki. Baraka za Ibrahimu, Isaka na Israeli ziwe juu yao Bwana, ukafungua malango na milango Bwana. Wamekutumia kwa muda mrefu Bwana, kutumikia kwa muda mrefu Mfalme. Watoto wako Bwana, angalia Bwana, nyesha mvua ya baraka zako, baraka za Ibrahimu, Isaka na Israeli katika Kristo Yesu zipate kuachilia. Magharibi funguke, kusini funguke, kaskazini funguke, ardhi itoe, nchi itoe, bahari itoe, maziwa yatoe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, ulibariki kanisa hili, uwezo wako na nguvu zako Bwana, karama na vipawa mbalimbali vya uponyaji na miujiza vya maajabu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ukiweka mikono juu ya watu Bwana, wapate kufunguliwa, wapate kuponywa kwa uwezo wako na nguvu zako. Oh Bwana, ukajitukuze, ukatenda makuu ya ajabu mno yanayopita kila fahamu za wanadamu Bwana, ukawabariki, ukawainue. Haleluya, utukufu wako Bwana pamoja nao. Rirabosako kila mamara narabosika rinana mama katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu uwasaidie, nguvu ile iliyokuu iliyomvua Kristo Yesu ulio katika wafu, kamkatia mkono kuu wa Mungu Baba, ikapata kuwasaidia watoto wako katika jina la Yesu. Hawaoni cha kufanya, wewe Bwana unacho cha kufanya juu yao Bwana. Wape wazo. Neno lako linasema katika Zaburi 139 ya kwamba Bwana utawapa wazo la thamani, utawapa wazo la thamani, utawapa wazo la thamani. Utawapa nini cha kufanya na nini kisichokuwa cha kufanya. Baba Mungu wa mbingu na rehema, ninakushukuru Baba nikisema asante. Naamini Baba umesikia, wewe unawainua watu kutoka chini kwenda juu. Wainue kiroho, wainue kiroho, wainue kiroho, wainue kiafya kwa jina la Yesu. Mgonjwa apone, 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 apone kwa jina la Yesu, kwa jina
menana momoridika ramuzika. Katika jina la Yesu Kristo hai, giza lote, mashetani, maruhani, mizimu, kwa jina la Yesu toka. Magonjwa kirana rebishikirika rababosika penana momomomo rirababaradarabobokosikarabo. Katika jina la Yesu ondoka, mwachie, toka. Katika jina la Yesu wewe pepo, pepo mchafu, giza, mwachie, toka. Awe mzima kuanzia sasa, kwa uweza, kwa nguvu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Awe mzima, awe mzima. Rira boria basaka kina moridira musika. Roho Mtakatifu, wewe ni msaidizi. Roho Mtakatifu, wewe ni nguvu. Roho Mtakatifu, wewe ni uweza usiozuilika. Roho Mtakatifu, wewe ni nguvu isiyozuilika. Roho Mtakatifu, wewe ni mtenda miujiza na maajabu. Roho wa uweza, uponyaye magonjwa, uponyaye kila kitu, ukapita ndani ya binti huyo, ufanye kuwa mzima kuanzia leo. Kila giza lililomo ndani yake lisimrudie tena. Kuanzia sasa awe na amani katika jina la Yesu. Ana furaha. Nguvu ile wewe ulisema wewe ndio utoe nguvu ya utajiri. Ulisema wewe utoe nguvu ya utajiri kwa kuimarisha ufalme wako. Toa nguvu hiyo na kusiba, utoe nguvu hiyo kwa uwezo wako na nguvu zako. Nguvu ile Bwana Yesu iliweza ukaweka ndani mikate 5 wakala watu 5,000 na wengine ikabaki, iliyoingia ndani ya samaki 2 wakala watu 5,000 na wengine zingine zikabaki. Baba, katika jina la Yesu ninakusihi kwa uwezo wako na kwa nguvu zako, hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, huo uweza wa Roho Mtakatifu ukatende wako kuanzia sasa na hata milele. Baba, nasema asante katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Karibu sana kwetu Tusa. Utubariki tena. Amen. Karibuni sana. Karibuni sana. Baki sana, karibuni kwetu. Barikiwe. Haleluya. Kwa furaha tumpigie Yesu makofi na vigelegele. Tunakushukuru sana mtumishi wa Mungu. Kweli tumekula, tumeshiba. Amen. Na kuna kitu kimeingia moyoni mwangu. Kuna siku tutaandaa semina. Amen. Amen. Na siku tutaipanga vizuri, tuje tule, tunywe, tufurahie. Huyu ni ndugu yangu. Bwana asifiwe sana. Huyu ndugu yangu. Huyu Daudi unayemsema, sijui ndio huyu ambaye anaenda kwake. Maana anaenda Nyakanazi kwa mchungaji Daudi. Ndio anaenda kwa Allah. Aliyechomwa kikati ndio naenda. Yuko chini ya barayata. Oh, ndio huyo naenda. Tarehe 28 naanza mkutano kwake. Yes. Oh, basi. Okay. Yes. Tarehe 28 tunaanza mkutano hapo. Oh, kumbe nitaenda kushuhudia kile ambacho kimehubiriwa hapa. Nimemkumbuka mama. Nimemkumbuka mama sana.
hata sura nilishaipotea, nishapotea sura yake, siikumbuki. Mke wako sasa ni